Lakini nipe nafasi nijieleze. Usinihukumu kwa maneno ya watu. Siwezi kuendelea na mazungumzo haya. Basi angalau niambie nani alikwambia hayo maneno. Sitamtaja, ila naomba uheshimu maamuzi yangu. Huo ndio ukweli wa moyo wangu. Mtu mwenyewe kavu. Unaonga 300. Mimi sio bei rahisi wewe. Mimi naonga 300? Sawa Rahma. Asante. Uliniahidi mbingu, ukanipa giza, machozi yanatiririka, moyo unaumia. Ulisema mimi pekee, kumbe ulikuwa na mwingine. Umenivunja moyo, sioni tena maana. Karibu. Mbona umekuja ukiwa na hasira kiasi hichi? Haya, niambie una jambo gani leo? Nimekuja kwa jambo moja tu, kuhusiana na mdogo wako Mikidadi. Kumsumbua mdogo wangu barabarani, kila anapomuona anamsimamisha. Ndio kwanza mdogo wangu Rahma amepata ajira juzi. Na ndio kwanza anakuja kumharibia maisha yake kweli. Subiri kwanza. Unamaanisha nini kusema Miki anamharibia maisha mdogo wako? Mimi kama kaka sitakubali kwenye hili Mashu. Na umwambie mdogo wako kwa sababu kila ninapopita taarifa ni zile zile ninazopokea kwa watu. Nataka uniambie watu mimi wananidanganya. Lakini Anuari, mapenzi sio kosa. Mama Shu, leo sijaja kunywa chai wala kupiga story. Ila mwambie mdogo wako hizo tabia aache. Kama Miki anampenda Rahma kwa dhati, kwa nini lina ubaya gani? Mimi kwangu naona sawa tu. Sihitaji kusikia, narudia tena. Sihitaji kusikia hili kwa sababu yani iko kitu hakitatokea. Watu kuwa wapenzi wala kuoana. Lakini sasa, hivi ulishawahi kumuuliza Rahma mwenyewe? Ukasikia yeye anasema nini kuhusu upande wake? Mimi najua mdogo wangu Rahma alipotoka na mpaka sasa alipopata hiyo ajira. Mwambie mdogo wako Mikidadi akae mbali. Nakusii tu, hebu kwanza tuliza hasira. Mambo yanaenda taratibu. Ujumbe mimi nitaufikisha, lakini siamini kama na nia mbaya. Moyo wangu unadunda kwako tu. Nipe nafasi nionyeshe pendo. Sura yako inang'aa gizani. Ninakuhitaji, ninakupenda. Oh. Kuna jambo linanishangaza sana. Kwa nini Rahma kanikataa aliyakuwa sijamaliza hisia zangu zote? Kivipi tena? Wewe, Rahma kafanyaje? Amesema ameambiwa mimi na tabia kupiga wanawake. Na ndio maana amesema hawezi kuwa na mtu kama mimi. Sio poa. Umtaa upoje? Yaani ina maana tayari watu washaenda kuongea maneno ya ajabu ajabu kwa huyu Rahma hata kama kabla bado hujamtongoza. Au ulishamtongoza? Inaonekana ni mtu alienda kumwambia maneno hayo Rahma. Huyo mtu anakufahamu vizuri sana. Sasa mimi najiuliza, au wewe ndio umemwambia Rahma habari zangu mimi? Halafu mimi mbona siko hivyo? Hapana. Sio mimi nilofanya hivyo. Alafu wewe ni kama ndugu yangu mimi. La kwako ni la kwangu. Ndio maana mimi nimekuuliza wewe. Au wewe ndugu yangu ndio umemwambia? Maana hakuna mtu yote anayejua zaidi yako wewe.
Alafu ya nini kuchongee? Mimi sina sababu ya kukaribia wewe mbele ya Rahma. Kwa maana mimi sijawahi kumwambia mtu yote mambo kama haya zaidi yako wewe Mr. Kennedy, Bwana Kennedy. Sawa. Ila usikate tamaa. Ukweli huo wana kawaida kujitokeza. Ila kuwa makini sana. Alafu vile vile si hii nani ananichafua, inaniumiza kuona watu wanazusha mambo yasiokuwa na ukweli juu yangu mimi. Kuna mtu inaonekana anataka kukaribia maisha na kuvurugia sifa zako. Hivyo kuwa makini sana. Ila nitafuatilia jambo hili. Sitaki watu waendelee kunihukumu kwa maneno ya uongo. Kweli umerudi. Yaani nilivyokuepo nimekaa hapo, nyumba ilikuwa ipo kimya sana. Unajua kimya sana? Sana kupitiliza. Alafu unajua kwa jambo kwa nishangaza. Tangu umeondoka, nimekupigia simu, nimetuma message, hujibu. Yaani simu zako zilikuwa hazipatikani. Sasa kwa nini umenitia katika mashaka namna hiyo? Mume wangu, kikweli nimepoteza simu kwenye gari na nimeitafuta, sikufanikiwa kuipata. Hata hivyo nilihuzunika kwa sababu nilijua utanipigia na hautonipata. Mbaya zaidi, hata namba zako hazikuwa kichwani. Kiukweli nilipata mawazo sana. Unajua kuna muda ilifika hatua nilikesha usiku mzima nafikiria. Umepata na nini huko? Kwa sababu sina mawasiliano na wewe. Sijui una hali gani. Yaani kimsingi nilikuwa mwenye sijielewi. Mawazo kutwa kucha. Inang'aa gizani. Usizani ulikuwa peke yako. Mimi pia nilikumisi sana mume wangu. Nilikuwa nakumbuka jinsi tulivyokuwa tunazungumza na kucheka pamoja na kufurahi. Nilitamani muda upite ili nirudi nyumbani kwa haraka. Lakini unajua kuna jambo moja limenitatiza sana. Nilienda kwenu kukuulizia kwamba upo na mama anaendeleaje. Cha kushangaza, mama yako alinifukuza kwa maneno makali unajua. Mpaka nikajiuliza, kwani kuna shida gani? Yeye alinifukuza kana kwamba nimefanya kosa kubwa. Nimejiuliza maswali siku ile, sikupata majibu. Hivi imekaaje kaje? Ina maana mpaka leo hujamzoea mamangu? Unamjua vizuri, ni mtu mwenye hasira za haraka, lakini akitulia ni mtu mzuri sana. Sawa, nimemzoea. Ila kuna mambo mengine hayazoeleki. Unajua siku ile nimetoka nimeshanganyikiwa kabisa. Nikaa silihi la hili wala za shari. Nikafika hatua mpaka nakufanisha na watu njiani. Sikuwa sawa kabisa. Usimchukulie vibaya kama vile alivyokuambia wewe. Mapenzi ya kweli inahitaji uvumilivu. Na wala singeweza kukata tamaa kirahisi mke wangu. Isingeweza. Ningekusubiri siku, miaka na karne kama ningekuwa niko hai. Tere bina main adhura hoon. Na ndio maana nakupenda. Wewe ni mtu mwenye subira na uvumilivu. Angekuwa mwanaume mwingine angeshachoka, lakini wewe umenisubiri mpaka nimerudi. Wewe ni sehemu ya maisha yangu. Unajua nikiwa nikifika hatua nikiangalia nyumba yetu hii na mimi sauti yako. Na siwezi kuishi peke yangu. Kimsingi nipitia hatua mbaya sana katika maisha yangu. Hizo nyakati hazikuwa salama kwangu. Kwa jambo hilo sitaweza kulisahau. Asante kwa kuniamini na kunisubiri pia. Okay. Yote imepita. Uzuri ni kwamba wewe upo nyumbani na furaha yangu ni wewe. Sina shida. Karibu mama. Haya, ngoja nikakupikie. Maana najua umemisi sana pishi langu. Hilo ndio uliacha. Kila siku nakula migawani. Chakula kile sina ladha. Lakini imani pishi lako la leo nitamisi ladha ambayo nilikosa kipindi chote cha maisha yangu, miaka yote, karne zote. Kanipikie mke wangu. Basi, leo siondoki. Tule pamoja, tuongeleshane, tufungue kurasa mpya. Haya sawa, kanipikie. Karibu tena nyumbani. This is your house. Welcome back. Salata. Hii tokea kali ya mwaka. Hivi una habari kama Mikidadi alikataliwa na Rahma? Alikataliwa? Ya, kitu kilichotokea pale. Mimi nilijificha sehemu kuangalia. Nilitamani nicheke. Yule bwana kakataliwa. Akaambiwa kabisa, bwana ndugu yangu wewe huwezi kuona mimi ni mpigaji, ufai. Uje kwepo. Sawa. Umekuja kijiweni hapa. Lakini mara ghafla
taarifa za Mikidadi zinanihusu mimi nini yani? Aya, ukiadisa kuhusu Mikidadi mimi inanisaidia nini katika maisha yangu? Leta stories zingine bana. Unanichanganya. Subiri kwanza. Mimi nakupa taarifa tu ili upate kujua kwamba Mikidadi anajifanyia ndo lover boy sana pa mtaani. Kila kimwona mwanamke yeye ndo kimbelembele. Sasa yule pale alichovamia bana. Yule pamoja na muona mfupi mweupe anapendeza pendeza kile kisiki cha mpingo. Shehe. Wallahi wa billahi wa tallahi. Changa na lamba. Akiendelea kwa mwanamke mwingine kumfuata kama vile. Yule kazalilika. Kavuka chupi. Hatari yule. Alafu sasa. Jua linauma hilo. Ongea haraka kabla sio ombea wako. Maana unanichanganya. Jua ni kali sana. Sio mbaya. Lakini niliona tu nije kukupasha habari ili na ufahamu ndugu yangu. Sasa habari gani ndugu yangu? Unajua wazi kwa mara ya kwanza mimi kama Mikidadi anaishi na mwanamke wangu Irene. Lakini leo isitoshe Mikidadi amekataliwa na Rahma. Sasa hii imekaaje ndugu yangu? Kwa taarifa ya kwanza ipo vipi na taarifa ya pili iko vipi? Mbona unajichanganya? Mimi nilikuwa nakupa taarifa tu ndugu yangu. Ili ya mtaani asije kupita. Ndugu yangu uko nyuma sana kama mkia ofisi vile. Yaani watu tunaenda mbele wao uko nyuma. Hizi zama za kisasa bwana. Lazima vitu kama hivi tuvipate kwa wakati. Lakini katika hayo mambo mimi hayanihusu. Hasa ni kheri sasa ile taarifa zingine. Mbona kazania mambo Mikidadi? Yana maana gani kwangu? Kini bana. Wewe unazingua wewe. Mbea kama huu sio kukosa. Yaani mtaa mzima huu. Watu wengi wanajua. Wewe peke yako ndo ambao ulichelewa. Nikashangaa, ndugu yangu kachelewa wapi? Nimefocus sana speed nije kukuletea umbea. Nashangaa unanikana hapa. Sasa umbea mimi wa nini? Ilhali sasa hivi Irene amerudi. Nakula raha mustarehe. Yaani sasa hivi najimwele. Taarifa hizo una? Nitake nini mimi nini asise? Alhamdulillah. Ina maana ile nikarudi kwako? Hapana. Kaja lini? Nimesema hivi, Irene amerudi nyumbani. Hivi sasa iko na mimi. Ambacho leo ni kitu gani hapo? Kwa kachana Mikidadi tena. Kaja kwako. Ndo. Ungejimbona nikivuruga hivi? Angalia, huyu atafika mbinguni amechoka sana. Au amini? Hauamini nini? Ndio habari iliyopo mjini hiyo. Hakika hii habari ya Irene itasambaza mwenyewe. Maana mtaani watu wamekuchafua sana. Na hii sio vizuri. Mimi ni rafiki yangu. Lazima nilipambanie hili jambo. Nakumbuka Mbea anasema ukweli isipokuwa ulizu tu. Haina shida. Yaani mtaa na jamii kiujumla ieleze kwa uzuri. Wafikishie habari kwa sauti kubwa ili na wao sasa wakawahadithie wengine. Taarifa ieneke kijiji kizima. Irene kaudi. Ule mpango umefeli. Ona sasa. Irene karudi kwa mume. Bana mama Irene. Kuna namna mambo yalikuwa tofauti na nilivyopanga. Kwa nini imekuwa hivi? Nilitegemea utafanya kazi kwa weledi. Ona sasa. Lakini hakuna kilichoharibika kabisa. Nitaanza kuchezesha karata zangu upya. Wewe mama niachie mimi. Nataka kuniambia huu ndio mwisho wa maneno yako yote. Nilifungua ukurasa wangu wa mwanzo kabisa wa mpango. Lakini haukuwezekana mama kutokana na mazingira. Mama, sasa ni zamu ya ukurasa mwingine. Amini mimi sikuitwa Kennedy kwa bahati mbaya, ni mwenyewe. Ina maana mpaka Salata alipokuja kwangu, wewe ukuwepo. Ulishindwa kutafuta namna ya kumstisha yule Salata asije kwangu. Bado nina mbinu nyingi sana na nyingine zaidi. Sawa. Na kuaminia na hujawahi kuniangusha. Asante kwa kuniamini mama. Mama Irene, safari hii nitafanya kila aina ya mbinu kuhakikisha mpango wetu unafanikiwa bila shida yoyote. Na naamini safari hii utamaliza kile ulichokianza. Salata na Irene hawatujua kabisa kinachojiri. Wetu